Bwana Yesu asifiwe. Amen. So Mkristo ambaye amekiri kwa vinywa vyake, unapoendelea kukaa kanisani na kufanya na kutenda yale Mungu anatenda, unakaa hivi. Maji haya yamejaa chupa. Nikiweka karatasi hii ambayo nimebeba, nikiweka kwa hii maji, utakuwa na nini? Makanisa yetu itakuwa na nini? Wewe ndio unapendanga kwa ufanye vizuri. Ukichukua hii karatasi ukiweka kwa hii maji, haina uzito wowote. Kuna watu wako kanisani wanaomba, wanatoa fungu la 10, wanalisha mchungaji, lakini maombi yao wanapoomba inakuwa kama karatasi hivi kwa maji. So chukua hii ndoo na umeweka karatasi kwa maji. Hiyo ina uzito wote. Kuna mawe nyingine ambayo inaitwa ile inakuanga kwa ndevu, inaitwa nini? Mawe si nini? Ile yenye tunakulia kwa ndevu. Hiyo mawe ukikulia kwa ndevu, mama utawacha ndevu. Hata kama ni chapati mzuri, maana chapati zimetoka na kitu. Na ukunda tu uume na uume hiyo mawe kwa ndevu. Maneno ya ndevu imefanya nini? Kuna watu wako kanisani, hiyo ni mawe. Lakini ukichukua hiyo mawe ukiangusha kwa hii chupa, hiyo mawe itaenda chini ya chupa na hakuna kitu itakuwa imetingiza. Lakini mawe iko kwa nini? Ukitaka ukujua ni mawe, kulia kwa ndevu unajua ni nini? Ina hatari. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wako kanisani, maombi yao wakija kanisani, haswa kanisa la Kangeni ama la PAG, wako na roho, wako na kila kitu, lakini maombi yao yamefanya nini? Yamezama. Mtu wa mwisho ukichukua mawe ile ni mzito, ukiweka kwa hii chupa, kuna maji itamwagika. Wakati inapomwagika ni hivyo Ukristo ambaye anakiri kwa vinywa vyake. Unapochukua neno la Mungu likiingia ndani mwako kwa uzito, mambo yako yanatoka ya roho yanaingia. So it's up to you to decide. Ukitaka kuwa kanisani na maombi yako kama ya karatasi, ni up to you. Maana Mungu ameweka nini? Wazi. Si Yesu atubariki. Basi nimemaliza kuhubiri. Nimemaliza kuhubiri. Haleluya. Sasa wewe fanya bidii kuja kanisani kumtafuta Mungu. Na mtu anayemtafuta Mungu ni mtu ambaye ameokoka, amekombolewa, amekiri kwa vinywa vyake. Na unapotenda dhambi, unajua umerudi kwa dhambi tena. Tena inatakana urudi kwa basa kweli. Akusaidie maana umeshinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba soma. Mwanzo 1:26. Moja tu mstari mmoja tu. Uone kile Mungu anasema. Nashukuru Mungu mimi nina sauti nzuri. Wala wajua mnisikia. Asante kwa sababu mimi yangu ni kidogo. 26 inasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote, pia na kila chenye kitambaacho juu ya nchi. Mungu abariki andiko. Baba Mungu, nimesimama kwa ajili ya neno hili. Roho Mtakatifu nisaidie litafakari neno hili na kulizungumzia watu wako wakapate kubarikiwa. Kuwa na mmoja atakayesema ninaona Kristo na nimeamua kutembea katika njia zake. Na mwisho wa ibada tutakuwa na wimbo ya kwamba Yesu anatenda. Asante maana wewe ni Bwana. Kazi zote, roho zote za kupinga na roho zote za kukejeli ninakataa katika jina la Yesu. Roho Bwana nisaidie. Kwa Yesu Kristo tunaomba na hata kwa nini. So Biblia imesema kwamba na Mungu akasema. Kwa hiyo ambia mtu mnafanana na Mungu. Siwaambie mtu. Hata ukikataa kusema umesikia, si?
ya kwamba unafanana na nani? Na Mungu akasema, imagine Mungu amekuona kutoka kwa hiyo jamii ambayo umezaliwa ndani, mahali ambapo yule mama ambaye ni mama ya Canada ananijua vizuri. Hata hiyo wimbo msichana aliimba hapo, huyo mama angeimba hapo, wote mngeona mambo hapo. Huyo mama nilipokuwa evangelist yeye alikuwa ananiambia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akasema na tumfanye mtu. Kwa hivyo hauja kuja hapa kwa kusudi lako. Ni Mungu anakuleta. Shida tu ni kwamba umekataa kufanya mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mapenzi ya Mungu nitakuonyesha ni nini ambacho umekataa kufanya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pastor Wasia, kuna watu hapa wanaomba hapa kanisani, lakini ukimfuata nyumbani na mume wake kwa nyumba, bwana yake hajawahi sikia kuomba. Ninasema kuna mtu anaweza kuwa anaomba hapa mama direct, lakini kwake kwa nyumba bwana yake hajawahi sikia akiomba. Na kuna mzee hapa anaomba hapa, lakini kwake kwa nyumba hata bibi yake anaona nini? Simba. Watu tuko nao kabisa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilisema kile kwa hiyo. Ninafikiria uje na hizo kidogo. Sisi wakati walitumana kunaenda tu wale mlima kubwa kwa sadaka 2000, ukaambia mama ngapi? Mama kaambia baba ngapi? Sasa ndio ngapi tunaishi kwa mimi? Na huko ndio wanataka kuja kanisani waseme haleluya, umwimbie Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa mzuri linaanzia wapi? Nyumbani. Sasa hii la nyumbani kama limeanguka, la mjini limevaa nini? Limeanguka. Sasa ni ubiri mahubiri hii. Umepata kitu? Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba, kwa hiyo wakati ulichukua huyo mama siku ya kwanza ulikuwa sio wewe. Sasa wakati ulichukua mlikuwa mnaokoka. Sasa kama mjaokoka na Mungu kanisani na pasta hapo hapa na mjamwambia pasta tujaokoka kwa ndoa yetu, kwani mtafanya mapenzi ya Mungu? Bishop, fungua nami Methali 6 mstari wa 16. Hiyo ndio tunachokuambia. Methali 6 mstari wa 6. Sasa huku nataka mtu asome watu wawili. Ama tu nataka tu wa Kiswahili. Methali 6 mstari wa 16. Tunataka tumalize. Unajua kuzungumza pia kitu tunachukua neno kuzungumza mingi lakini neno la Mungu kwa kidogo. Hata sasa tunaona ndio sasa jai. Methali 6 mstari wa 6 16. Baba umepata? Chukua mama yake. Chukua Mithali 6:16 inasema kuna vitu 6 anavyovichukia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tuimbe chorus. Kuna vitu 6 anavyovichukia Bwana. Bwana asifiwe. Amen. But ujue tuko wapi? Kanisani, kwa watu ambao wameokoka. So kuna vitu ambavyo Mungu anafanya nini? Anavichukia. Kuna 7. Naam, viko 7 vilivyochukizwa kwake. Macho ya kiburi. Bwana asifiwe. Amen. Kuna watu wa kiburi kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kama Mungu anajichukia na viko ndani mwako. Endelea ngoja. Ulimi wa uongo na mikono imwagao damu isiyo na hatia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku anaweza kutengeneza kwa pita kwa. Hata mtu atanyeko bwana yake apite kwa sivyo. Hata kuwa aende Bwana asifiwe. Tumesema uongo. Mama mmeenda kwa wapi? Kwa
huko mahali unafanya kazi. Asubuhi ulianza kikapu ikiwa namna gani? Wewe wakati ulienda asubuhi kikapu ilikuwa namna gani? Unajua wewe ndio unasemaga tu. Sasa wakati unataka kuondoka imefanya nini? Sasa wakati unataka kutoka unaambia mwindi ama tajirota, bye, see you tomorrow. Alafu na yeye kwa sababu Mungu naye anampa hekima, anapita ile mlango na wewe uko unakuja huko. Sasa wakati unakuja hapo inafura unarudi kwa nyumba. Inafanyika. Kwa nini imefanya? Sasa basi watu wanasema wanataka kuongezwa mishahara. Na ulikuwa wakati ulienda kwa hiyo nyumba, sukari ilikuwa inamaliza hapo miezi ngapi? Sasa wakati unaenda inamaliza ngapi? Na kitambaa ya PLG Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vitu anavyovichukia Bwana, watu walio kanisani ambao wanamsifu Mungu wamevibeba. So Mungu hapa Aya 18 inasema moyo uwazao mawazo mabaya. Bwana asifiwe. Amen. Moyo uwazao mawazo. Leo hii basi unaweza ona watu wamejaa, unafikia watu wamekuja. Kumbe mtu anaona mtindo ya nguo. Sasa ameenda kuleta fundi anamwambia, piga nini? Moyo mbaya. Tunavaa kufunika uchi. Hatumai kuonyesha watu. Na hata tutayani. Basi Yesu asifiwe. Sasa kama Mungu alikuumba kwa mfano wake na akasema tumuone kwa mfano wetu, alafu hizi vitu Mungu amekataa uko nazo. Yesu amani ndio. Angalia na mama. Ose mama mimi watu kwa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu hawajiolewa. Aliona tu roho mbaya sababu bwana yake alioa bibi mwingine akasema nataka kumuonyesha. Sasa hajaolewa. Anaonyesha bwana yake. Ukienda hapo mama hata kununua mkate mwezi nunua, mwezi pande kwa sababu ni roho mbaya ili kufanya uolewe. Hukuambia Bwana Mungu nataka nitoe huyu mtu kwa kifua yangu. Bado unasema bwana yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yuko kanisani? Inafanyika? Amen. Kama Mungu amevichukia na wewe umejibeba. Maliza. Miguu iliyo miepesi kukimbilia maovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ruben amepata maneno. Sasa paso unapatikana. Umesikia? Umesikia? Lakini kusema tu uambie mtu tu Yesu anapenda. Alafu akwambie jambo lingine mwambie kwa kitabu kile kweli. Huko ndio Yesu anapenda watu. Na usikie bila mtu anakuambia. Utaona. Hata wakati unaombea watu, nimeona watu wakibaki. Kwa sababu injili imekushinda na ulimwambia Yesu anakupenda. Hata unamleta kwa nani? In fact, PAG sisi ndio tunalala. Watu ambao wanatakana wahubiria watu ni washiriki. Basa inatakana wahidi. Maana Bwana asifiwe. Sasa Ruben ametukanana na mtu kwa buloti kutoka asubuhi mpaka jioni. Sasa anaenda wasema naenda. Baba katika jina la Yesu anasema ndio. Sasa kama kwa buloti ndio mtu hawezi kufuata. Tangu kuja kangeni PAG. Hakuna mtu amekufuata hata mmoja kwa sababu ya tabia yako. Na Mungu anasema alisema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na atawale mpaka utawale samaki. Na wewe huwezi kutawala mtu. Maliza alafu. 19 nasema shahidi wa uongo asemaye uongo, naye apandaye mbegu za vitina kati ya ndugu. Haleluya. Kuna watu mashahidi ya uongo. Yesu.
Sasa umeona hivi muli tulitembeaga na wewe lakini ulikuwa mdogo sio? Sasa umeona hivi sasa unataka kuongea maneno. Una kweli bwana asifiwe. In fact kuna watu wanakujua. Kuna watu wanakujua paka kweli lakini hawajafika. Na watakuzungumza mambo yako yote na hawajafika kweli. Lakini wako katika. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema kuna watu hapa Kangemi hawajawahi fika kweli. Lakini mambo ya kweli wacha mataki patikana kweli atasema yote. Na ni ndugu katika Kristo. Ndugu katika Kristo. Mpaka basa Obasi amesema, ameambia nani? Mzee. Huyu msichana amekaa hapa muda mrefu. Na kwani wewe muone? Kwa Obasi akwambia, wewe muone. Lakini ingekuwa mjini. Hata wakisema tu mwenye hapa viatu wewe unajua. Hata unaweza kuchagua yeye. Useme huyu ana, lakini huwezi kumpeleka kwa kazi. Maliza na Wakorintho wa kwanza. Hiyo ndio tunauliza la hapo tulifunga. Wakorintho wa kwanza 6:19. Mstari mmoja tu. So kama vitu ambavyo tumevichukia mpaka wakati tupakili vitoke ndani mwetu, ndio roho anakuja afanye kazi. Wakorintho wa kwanza 6:19. Nasoma Korintho wa kwanza 6:19. Nasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliopewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe? Bwana asifiwe. Amen. Sasa mama unalisha nini roho hii mwili wako ambaye roho yanakanda unalisha nini? Ni bitina, ni masengenyo, ni chuki. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani hili limekuwa likikapo. Ukitembea mnaenda ile jina mtu wa pili sasa hivi ametoa kitambaa. So utasikia anasema mtu mwingine ananipigana tu kwa nyumba na niliwacha bwana yangu nyumbani. Yaani anakumbuka bwana yake kwa wapi? Lakini kuna mtu ambaye anamtesa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inafanyika ama ifanyike? Wapendwa, mpaka wakati tutarudi kwa mambo ya roho, tukubali mili yetu ibadilishwe. Roho aingie ndani. Roho afanye kazi. Roho atakapofanya kazi, roho akwambia imba wimbo. Utakapoimba, hata kama ni stanza moja, watu watasema leo tumesikia Mungu kwa sababu roho ameimba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ningekuja hapa niseme watu waende India na nikifanya sarakasi watu wakikuru wanaona tu kwa picha. Watume waseme leo tulikuwa na evangelist wa nini? Wa nguvu. Na hii yenye nimekuambia ya roho hii siweke kwa mtandao. Useme roho ambayo imekata Mungu. Bwana asifiwe. Sikila mtu amepata yake. Roho amezungumza ama hajazungumza. Lakini ingesema yana anakuko kwetu. Wakisema tunachoma, unasikia tunachoma. Mama, mimi sichomaji vijana. Ninasema aishi, ajue Mungu ninayemwomba. Juzi ninaanza kuambia mtu na ninaomba Mungu weka Biblia. Huyu ni msomi wa Biblia. Tena ni kwa wetu. Biblia inasema inakupa uwezo mshiriki wa PhD uweke mikono yako kwa mgonjwa. Uweke kwa mikono yako kwa yule ambaye amekufa. Na mimi nimesema mpaka wakati mtu atafufuka. Na si haja yangu, wameniambia niweke mikono. Yeye ndiye atafufuka. So akikataa kufufuka, juzi nilienda kuombea mwingine. Kasema iwezekani. Mimi wewe hapana. Mimi ndio nifanye. Nikasema Mungu haiwezekani. Kwa neno lako umesema nimwekee mikono. Na huyu ni mgonjwa, ninamwekea mikono.
Ni wewe kazi yako yangu ninamaliza. Sasa nina shida gani? Alipokufa mimi sikuhangaika. Nilisema Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Senior, so umesema tuweke mikono. Hiyo ndio neno la Mungu. Nikasa alipokufa sikukuwa na aibu, nilisema Mungu niniambia niweke mikono, nimeweka. Ni wewe unakataa kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Simama mama. Asikia. Simama mahali. Bwana Yesu asifiwe. Inua mikono zako juu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Naja kwako. Unitakase. Kwa dhambi. Nimefanya. Kwa kujua. Na kutokujua. Yesu nisamehe. Mengine shetani ameniwekea. Na ndio nimefanya. Hata roho hii iko ndani mwangu. Nakuja kwako Yesu. Maana wewe unatakasa. Shetani ni mstaki wa ndugu. Amenishitaki makosa ambayo nimefanya. Na sasa nakuja kwako Yesu. Nisamehe. Yesu nisamehe. Yesu nitakase. Mama, ulikuwa mwimbaji mzuri. Kwa sababu ya kuja tu Nairobi na kuona vitu vya Nairobi, ndugu, ulitamani uombe, lakini umekuja Nairobi ukakataa roho. Umeingia kwa ukawaida, roho wa Bwana amekutoka. Hata leo hii unapoimba unang'ang'ana. Leo hii roho anazungumza kwako. Roho gani ambayo umechukua ambayo inaua roho wa Bwana? Funika tu macho yako. Ni roho gani ambayo inakutawala mpendo? Ukiwa kwa ploti ni roho gani inakutawala? Wewe ndugu ukienda kazini ni roho gani inakutawala? Roho gani inakutawala? Wewe ni Mkristo, ndio umevaa kitambaa ya PAG. Sikatai, umevaa suti kama pasta. Hata mimi pasta, roho asipokuwa ndani mwangu ni jehanamu nimeangalia. Ni lazima watu wetu tujue kuna roho anayebadilisha. Roho huyo ndiye anayezungumza mchana wa leo. Dada, ni ngapi umefanya? Enda tu kwa Yesu. Haleluya. Mwambie Baba kitu katika maisha yako. Tumetoka na Wakristo ambao ni wa ujuzi. Wakristo ambao wanakaa kanisani bila roho wa Bwana. Nene nasi. Tunakuruhusu roho wa Bwana. Ninakuruhusu roho wa Bwana. Roho unayenena. Haleluya. Mama, inua tu mikono zako juu. Leo hii tumetoka na viongozi ambao wataki kutafuta roho. Wakristo ambao wanaingia kanisani bila roho wa Bwana. Wachungaji ambao tunatembea bila roho wa Bwana. Tunahitaji roho tusaidie. Mchana wa leo ruhusu tu roho wa Bwana akusaidie. Angalia mambo Mungu amechukia na yaliyo chukizo. Ndani mwako ni gani ambayo yanafanya wewe Mungu akuchukie? Nionapo amani kama shwari, funguliwa katika jina la Yesu. Funguliwa katika jina la Yesu. Salama.
baboza keta. Roho wa Bwana, funika macho yako. Hapa ni Roho anazungumza. Ni Roho anataka kunena nasi. Tumeenda kanisani bila Roho. Tumetembea bila Roho wa Bwana. Tumefanya vitu kompliketa. Tele mozaketa. Shaka zakana. Mibazeka. Roho wa Bwana. Roho wa Bwana. Roho wa Bwana. Roho wa Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Roho wa Bwana. Roho wa Bwana. Funika tu macho yako. Hapa ni maternity. Tukiwa kwa maternity, mtu angaliaki mwingine. Wewe pambana na mtoto wako. Pambana na mtoto wako leo hii. Pambana na mtoto wako. Kuna daktari, Roho wa Bwana azungumze. Anenee kanisa mchana wa leo. Katika jina la Yesu. Tumefungia Roho. Tumefungia Roho kwa matendo yetu. Haleluya. Basi tuinue mikono zetu kwa ishara ya kwamba Baba, hatuna mwingine, ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Inua mikono zako juu, maana hakuna mwingine tunayemwinua. Ni Jehova, ni Baba anayetenda. Roho wa Bwana. Roho wa Bwana. Roho wa Bwana. Mama, ulikuwa mtu wa kuomba. Dada, ulikuwa mtu wa kuomba. Dada, ulipoingia kanisani ulisikia Roho akinena na wewe. Leo hii tumewacha Roho. Tumewacha Roho kwa sababu ya mambo ya ulimwengu. Mili yetu ni Roho Mtakatifu anakaa ndani. Asante. 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 Sai. Asante. Dhambi zangu zote wala si Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru, maana wewe ni Mungu. Tukuka apewa sifa. Asante kwa ujumbe ambao umekuja mbele yetu. Wewe ni Baba na Mungu. Weka kanisa mkononi mwako. Na waombea, wewe ni Mungu.
wengine walikuja na udhaifu wapate nguvu, wengine walikuja wagonjwa, katika jina la Yesu wapone. Waguze, wewe ni Bwana. Wainue ya kutosha, wasimamisha kiroho, maana wewe ni Mungu. Maana tenda ishara, tenda maajabu. Inua kila mmoja, bariki kila mmoja. Nasimama kinyume cha shetani ambao anafunga watu wako, katika jina la Yesu baada kushindwa. Baba Mungu, wewe ni Bwana. Pewe sifa, unatosha. Pewe sifa, wewe ni mwema. Pewe sifa, wewe ni Bwana. Inua watu wako Bwana. Simamisha walio chini. Simamisha walio chini. Simamisha walioanguka. Amsha waliolala. Maana wewe ni Mungu. Wewe ni Bwana. Wewe ni Mungu. Wewe ni Bwana mabwana. Wewe ni mfalme. Wewe ni Masia. Tenda yote, tenda Bwana, tenda Bwana. Tenda Bwana, tenda Bwana. Tenda Baba, tenda Baba. Wewe ni Mungu unayetenda. Tukuka pewa sifa. Walioingia na unyonge wapate nguvu, katika jina la Yesu wapate nguvu. Wewe ni Bwana na Mungu. Tukuka pewa sifa. Kwa Kristo Yesu tunaomba. Amen. Amen. Amen.